Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Ujumbe huu kwa sababu ya jambo moja. Maisha haya sasa yapo, lakini kuna maisha mengine baada ya maisha haya. Nataka nikwambie wewe mfanya biashara, nataka nikwambie wewe dereva, nataka nikwambie wewe unanisikiliza kwamba maisha haya ni yapo, lakini kuna maisha mengine baada ya maisha haya. Maisha mengine tunayatengeneza wenyewe tungali tu hai. Nataka nikwambie nini? Yesu wetu tulimleta hapa siku ya leo ni Yesu mwenye rehema, ni Yesu anayesamehe. Ana jambo moja tu, yeye anasahau dhambi, lakini hamsahau mtu. Nataka nikwambie siku ya leo, ukimkabidhi Yesu maisha yako, hakuna chochote kinaweza kikapotea, isipokuwa tu kwamba unaweza ukainuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukapiga hatua ukaenda mbali zaidi, na watu wakakushangaa wakasema, huyu kaenda wapi? Huyu atakwambia, mwanangu, nipe siri ya mafanikio yako. Mafanikio yako siku zote ukiwa na Yesu, ukimpokea leo Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maisha yako yatabadilika, na watu watakwambia, tupe siri ya maisha. Na maisha siri ni Yesu. Ukiwa na Yesu hakuna asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia katika kitabu cha Luka 15 kuanzia mstari wa 11, kulikuwa na baba alikuwa na watoto wawili. Ule mdogo alimng'ang'ania baba, akamwambia, baba, naomba sehemu yangu ya mali. Baba bila kupunguza chochote akampa. Mdogo akaenda huko akazurula, akaenda kufanyana ile mali na kufanya kila aina ya uchafu unaofanya, unaojua kwamba kuna uchafu ambao hauhitajiki mtu wa mwanadamu akifanya, akakifanya. Ila mwisho wa siku mali yote ikaisha lepo na baba. Akafikiria akasema, kaka huku unateseka, unafanya kazi ambao wanakula chakula kwa baba na kusasa. Ilibidi akasema, ngoja nirudi kwa baba nikaanze upya. Akarudi kwa baba. Aliporudi kwa baba, baba akamwona kumbe baba naye alikuwa anasubiri tu kwamba muda uende. Anajua hii mali haiwezi ikaendelea, itafika muda, itafika mwisho, kwa sababu alikuwa anajua akili za mtoto wake zina kiwango chake. Kwa sasa mali zilivyoisha, ilibidi arudi kwa baba. Akamwambia, baba, naomba unisamehe sana. Lakini yeye mwenyewe moyoni mwake akasema kwamba kwa hivi nilivyomfanyia baba, sistahili hata kuwa mwanaye, sistahili hata kuwa katika uso wake nikapendeza macho yake. Aliporudi kwa baba, baba akamkumbatia, akamsamehe. Sasa baba, kwako wewe ni Yesu Kristo. Inawezekana ukawa na maswali mengi, unatamani kupiga hatua, unashindwa. Kuna vikwazo vingi vinakuzuia, kuna vitu vingi ambavyo vimefanya kwamba limitation ya maisha yako ni hapa. Lakini siku ya leo ninakukumbusha au ninakuambia, ukimkabidhi Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, siku ya leo hautaweza kuja kujutia. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Utasema kwamba nilichelewa wapi mimi kumjua huyu Yesu? Utasema nilichelewa wapi kumjua huyu Yesu anayemtangaza Roho Mtakatifu? Mimi nakwambia siku ya leo utafurahi katika maisha yako yote ukimpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu maisha yako yatabadilika, hatua zako pia zitabadilika, lakini ni wewe pia utabadilika, utaonekana ni haleluya, haleluya. Ukiwa na Yesu ndani yako, hakuna chochote kinaweza kikakuzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwambia wewe dereva, inawezekana hesabu ya bosi haikai sawa. Inawezekana kwamba unatamani vitu fulani viende sawa, lakini unashindwa. Unapiga hatua tofauti, lakini unashindwa. Unafanya kila aina ya mbinu, lakini unashindwa. Lakini leo nakwambia, ukimpata huyu unayemtangaza hapa, Yesu Kristo, hakuna chochote ambacho unaweza kuja kujutia katika maisha yako. Hakuna chochote ambacho unaweza kuja kujutia katika maisha yako. Amen. Hallelujah. Pia utaianza siku ya leo ukisema kwamba Yesu Kristo yuko ndani yangu, Yesu Kristo yu juu yangu. Hakuna jambo lolote linaweza likakushika katika maisha ya sasa. Nimekwambia maisha haya sasa yapo, lakini kuna maisha mengine baada ya maisha haya. Hayo maisha mengine baada ya maisha haya tunayapataje? Tunayapata baada ya kufa. Na ukifa, kama huku duniani ulipokuwa mzima una nguvu, tabia yako ilikuwa haimpendezi Mungu, haimpendezi Mungu kabisa, inakupendeza wewe tu na washikaji na masela.
au maboyfriend au maboy au wapenzi, kwamba wewe safari maisha yako baada ya maisha haya hawezi kuja kufurahia hata siku moja. Lakini nataka nikwambie nini, mbele yetu kuna njia mbili tu, njia ya uzima wa milele na njia ya kwenye moto wa milele. Sasa wewe ndo unachagua kwenye maisha ya milele huko, baada ya maisha haya utataka kwenda kwenye maisha mazuri au unataka kwenda kupata tabu zaidi ya hizi tabu unazozipata sasa. Ila nataka nikukumbushe kitu kimoja, kama yule baba alimsamehe mtoto na akachukua ng'ombe aliyenona akachinja kusherekea mwanae karudi. Yesu ni nani ashindwe kukusamehe wewe? Unasema mimi ni kibaka. Sawa, wewe ni kibaka, lakini Yesu anasahau dhambi ya msahau mtu. Unasema mimi ni mwizi, sawa. Unasema mimi malaya, sawa, malaya ndio, lakini Yesu Kristo yuko hapa siku ya leo. Tena anafanya maisha yako yabadilike, anafanya njia zako zibadilike. Kwa ukimpokea leo Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwanza moja, maisha yako yatabadilika. Kwanza hatua zako pia zitabadilika. Inawezekana unafanya biashara kwa shida, inawezekana unafanya biashara unasema kwamba hela zisioni, lakini siku ya leo nakuletea zindiko. Zindiko ni Yesu akikaka. Hakuna chochote kinaweza kikaingilia, hakuna chochote kinaweza kikafanya hapo na wewe ukachanganyikiwa. Lakini ukiwa na Yesu tu, ukiwa na Yesu tu, nakwambia wewe unanisikiliza, hakuna jambo lolote linaweza likashindikana. Maana Biblia inasema hakuna neno gumu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia inawezekana umeteseka kwa muda mrefu na magonjwa, inawezekana umeteseka muda mrefu kutafuta kazi, inawezekana umehangaika muda mrefu sana kufanya jambo fulani lakini umeshindwa. Siku ya leo ninakuletea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuanzia leo maisha yako yanaweza kaenda kubadilika. Kuanzia leo maisha yako yanaweza kawa tofauti na ukawashangaza wengi, na wengi wakashangaa wakasema, huyu tulikuwa naye kijiweni lakini leo mbona kabadilika? Huyu tulikuwa naye tunazunguka naye katika hizi pombe, mbona leo kabadilika? Hata klabu haji, kwa sababu umempata Yesu. Kwa sasa basi, haleluya, 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 haleluya. Fanya biashara, wewe dereva wa bajaji, wewe dereva wa bodaboda, wewe mfanya biashara unaekaa dukani, hata wewe abiria ambaye umesimama unatusikiliza, kwamba ukimpata Yesu siku ya leo hakuna jambo lolote lile unalotamani likashindikana. Amen. Njia misaada iko mingi, lakini msaada wa Yesu Kristo ndo msaada uliomaliza kila kitu. Amen. Haleluya. Ndio maana mwanzo nimesema katika kitabu cha Yohana, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, yaani sio alimpenda mtu mmoja au alipenda Ilinga au alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili afe, ili mimi na wewe tupate uzima wa milele. Sio kwamba namna gani, mtu gani anaweza kumtoa mwanawe pekee? Yaani una mtoto mmoja na umtoe ili afe kwa ajili ya wengine? Hakuna, ila ni Yesu ambaye amefanya hayo yote na makusudi yake, ili mimi na wewe unanisikiliza tupate uzima wa milele. Sasa siku ya leo ninakualika wewe unayenisikiliza, ninakwambia wewe unayenisikiliza kwamba Yesu Kristo akiwa ndani yako, Yesu Kristo akiwa ndani yako, hakuna kingine chochote kinaweza kikakusumbua katika maisha yako. Amen. Inawezekana unaweza kusema kwa kijana anaongea sana, sawa, anaongea sana, lakini ukiwa na Yesu kila kitu kimekwisha. Ukiwa na Yesu imekwisha. Ninakualika wewe mfanya biashara, ninakualika wewe dereva bajaji, ninakualika wewe abiria unanisikiliza, kwamba ukiwa na Yesu yote umemaliza. Amen. Amen. Kwa ninakualika, kwa kama umenisikia na umenielewa, ninaomba hapo hapo ulipo, kama unanisikia kwa uzuri, hapo hapo ulipo unasema mimi nahitaji huyo Yesu unayemsema hapo kijana, tunakupa bure. Hatukuuzie, hatutaki hela yako, maana Mungu wetu ni Mungu mwenye madhahabu, mwenye mapesa, yaani mwenye kila kitu. Kila kitu. Mungu wangu, Yesu wangu hataki hela yako, hataki chochote kile, nakupa bure.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni maamuzi yako wewe tu kutayarisha moyo wako na kuamini katika moyo wako